Naam, kwa habari za biashara na uchumi basi tunampisha Kisa Mwaipiana. Kisa Mwaipiana, karibu. Sana Ezekiel Mwambopo. Mtazamaji, zifuatazo kwa sasa ni habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Kisa Mwaipiana. Karibu. Mamlaka ya bima nchini imeziasa taasisi za kifedha kushirikiana kwa pamoja na kuangalia namna ya kuendeleza matumizi ya simu za mikononi kwa ajili ya kupata huduma za bima kwa watu wengi zaidi. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Inakadiriwa karibu 90% ya wenye simu nchini wanatumia huduma za kifedha za simu zinazoendeshwa na makampuni ya simu. Hivyo mamlaka ya bima nchini kwa kushirikiana na wadau wa bima kuangalia namna bora ya kuhamasisha matumizi ya huduma za bima. Hayo yamesemwa na kamishna wa bima nchini Israeli Kamuzora wakati akizungumza na wajasiriamali na watu wa huduma za kibenki na za mikopo wakati wa kuhitimisha wiki ya huduma za kifedha na uwekezaji jijini Dar es Salaam. Kuendelea kushirikiana na mamlaka ya bima kuona ni jinsi gani tutaendeleza matumizi ya simu za mkononi kwa ajili ya kupata huduma za bima kwa watu wengi zaidi. Hivyo kama tukiweza kuwabadilisha hawa kwa watumiaji wa huduma za bima, tutakuwa tumesaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza upatikanaji wa huduma hii hasa maeneo ya vijijini. Kamishna wa bima pia amezishauri taasisi za kifedha kuhamasisha wajasiriamali kuchukua kinga ya mkopo wake kwa kukatia bima ili kinga hiyo iulinde mkopo wake badala ya kutumia utaratibu wa kukopa kwa kushinikiza kuweka rehani mali za mkopaji. Wote tunaofanya biashara ndogo ndogo ni vizuri tujiunge katika ushirika ili tupatiwe kinga ya bima kirahisi kwa ajili ya kupatiwa mikopo. Baadhi ya watu wa huduma waliohudhuria wiki ya huduma za kifedha na uwekezaji walikuwa na wito ufuatao kwa wajasiriamali na wananchi kwa ujumla. Kiuhalisia ni kwamba taasisi za fedha sio mbaya, lakini tunalo jukumu la kutoa elimu kwa wajasiriamali wetu au wafanya biashara na wateja wetu wajue kwamba yapo madhara ya kuchukua fedha nyingi, yapo madhara ya dhamana zao kuuzwa kama hawatakuwa kwamba wanapewa elimu juu ya mahitaji ya biashara yao kwa wakati huu. Sisi kama UTT hapa tunahamasisha wananchi na utamaduni wa kuingia kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Na kwa nini tunasema uwekezaji wa pamoja? Kwa sababu tunajua kuwa mtu mmoja mmoja anaweza kawekeza sehemu mbalimbali, lakini faida ambayo inapatikana kwenye uwekezaji wa pamoja ni tofauti na uwekezaji ambao anaweza kufanya mtu mmoja mmoja. David Ramadhan, Channel 10. Shukrani sana David Ramadhani kwa taarifa hiyo. Serikali imesema ujenzi wa mradi mkubwa wa reli mpya ya kati utakogharimu shilingi trilioni 16 utasaidia kuongeza uwezo wa mizigo inayopitishwa kwenye bandari ya Dar es Salaam na kufikia zaidi ya tani milioni 25 kwa mwaka. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Reli mpya ya kati itakayokuwa na kiwango cha upana wa mita 1 zaidi tofauti na reli iliyopo itakuwa na urefu wa kilomita 2561, uwezo mkubwa wa kubeba mizigo kimataifa na itaanzia Dar es Salaam mpaka Kigoma kupitia Tabora na baadaye Mwanza, Isaka hadi Rusumo, baadaye tena Kaliua, Mpanda, Karema na Uvinza, Musongati nchini Burundi. Serikali imetoa ufafanuzi huo na kuelezea kuwa imelazimika kufafanua kutokana na baadhi ya wanasiasa na vyama vyao kudai wakishinda kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu watajenga reli ya kati, wakati tayari mradi huo utakaochukua miaka 5 kukamilika kwake upo kwenye mipango ya serikali. Nimewaiteni kuhusu kuombea wanaongoza kundi la Ukawa Chadema anazungumzia miradi wala haelewi miradi hii imefikia wapi. Anajinadi yeye atajenga reli ya kati. Kwani inasikitisha. Kama mtu hujui, huwezi kujipendekeza tu kwa unatamka mambo ambayo wala kweli wake ni tofauti kabisa. Sasa kwa taarifa yenu, tunatarajia tarehe 15 pale Soga Mpiji, Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Jakaya Mrisho Kikwete anaweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kati baada ya maandalizi ya zaidi ya miaka 3. Kampuni itakayojenga inaitwa China Railway Construction Company CRCC, wakisaidiwa na kampuni tanzu inaitwa CCECC. Pia waziri huyo ametangaza mpango wa serikali wa kujenga reli ya kusini kuanzia Mtwara, Songea, Mbamba Bay na Mchuma Liganga na reli ya kaskazini itakayoanzia Tanga,
Arusha Mpahadi Musoma na viunganishi vya Engaruka Soda Ash Mines Minjingu Phosphate vitakazogharimu dola za Marekani bilioni 6.6. Kutoka Dar es Salaam ni Kibwana Dachi. Na serikali imetakiwa kuharakisha kuanza kufundisha somo la ujasiriamali katika shule za msingi na sekondari ili kuandaa wanafunzi kuwa na mawazo ya kujiajiri badala ya kufikiria zaidi swala la kuajiriwa. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya semina ya ujasiriamali iliyoandaliwa na shule ya sekondari ya Bright Angels iliyopo jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa shule hiyo Bwana Deogratius Ngalawa amesema masomo hayo yanaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa tatizo sugu la ajira linalowakabili vijana baada ya kuhitimu masomo yao. Sisi tunachoiomba serikali isisitize hicho kitu kifanyike kwa haraka ili vijana wetu wengi tuwabadilishe zile mindset, badala kwa wanategemea kuajiriwa sasa wajiajiri. Tuliona watoto wetu kuna vitu wanakosa nje ya vile wanavyojifunza darasani. Na ndio maana semina hizi wale wanaomaliza form 4, wanaomaliza form 6 unasikia zinaendeshwa kumtaani, watu wanalipia, wanafanya nini? Sasa tulifikiria kwa nini watoto wetu wasipate moja kwa moja vio kwenye mtaala moja kwa moja. Kwa hiyo tulishaongea na mkurugenzi, na hata mkurugenzi alishaenda mpaka nchi za jirani kama Uganda na Kenya. Wanafunzi wa form 4 sasa hivi tunategemea kumaliza shule kwa sababu tumepata elimu ya ujasiriamali, at least hata tukienda kwa mitaani badala ya kukaa nyumbani bila kuchukua hatuna shughuli yote tunaweza tukajishughulisha kama vile tumepata elimu ya kufuga kuku. Masomo ya ujasiriamali mashuleni yanalenga kuwa chachu kwa vijana kubadilisha fikra za kupenda zaidi kuajiriwa badala ya kujiajiri, ikiwa ni pamoja na kubuni miradi mbalimbali itakayowawezesha kujiajiri. Fauzia Yusuf, Channel 10. Na mtazamaji, moja kwa moja twende tukaangalia viwango vya fedha za kigeni kama vile kuonekana kwenye maduka mbalimbali ya kubadilisha fedha jioni ya leo. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2130 na kuuzwa kwa shilingi 2170. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3250 na kuuzwa kwa shilingi 3410. Euro imenunuliwa kwa shilingi 2330 na imeuzwa kwa shilingi 2509. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 150 na kuuzwa kwa shilingi 195. Wakati shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na kuuzwa kwa shilingi 23. Viwango vingine mtazamaji ni kama vinavyoonekana kwenye jedwali letu kupitia runinga yako. Mtazamaji, kufikia hapo tumekamilisha habari za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Kisa Mwaipiana na kurejesha kwake Ezekiel Mwambopo ili tuweze kuendelea na taarifa yetu ya habari. Kwako Ezekiel. Asante sana Kisa Mwaipiana kwa habari hizo za biashara na uchumi. Mtazamaji, kama alivyokwisha kujuza hapo mwenzangu, basi ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao basi naye mwana michezo hapa Baraka Ngemba ambaye moja kwa moja tutakuwa naye katika viunga hivyo. Michezo na burudani hapa nyumbani na hata nje ya mipaka nchi yetu hii ya Tanzania. Endelea kubaki